Hivi Utoni hanijui? Naona hajanijua. Sasa nakuomba ukamwambia huyo Toni wako akitaka kuona upande wangu wa pili, auguse moyo wangu, auguse sehemu ya moyo wangu kwa Irene. Juhudi, amani, upendo, niko kukata tamaa, niko kukata tamaa. Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na dunia, akatuachia amri kubwa ni upendo. Hao wadogo nao wanapita bila taarifa. Wewe Nungi, wapi tena? Nenda kuzimu. Maana nione nimeshika ndoo naenda zangu bafuni. Alafu unaniuliza. Kuoga au? Nenda kujimwagia maji. Unajua siku hizi tunasoma sana. Basi kama ni kuoga njoo kwanza. Nikusikiliza brother. Unajua nini? Wewe sasa hivi umekuwa yani unaingia kama mwizi. Yaje brother? Sio asubuhi ukitoka kwenda shule wala sio jioni ukiwa unarudi kutoka shule. Hatuonani. Na kumbe hapo sasa hizi ulikuwa umejichimbia ndani tu umelala. Si unajua kule shule tunasoma sana, lazima ulale utulize akili. Na mitihani huko unabukua. Maana nasikia sasa hivi mko kwenye kipindi cha mitihani. Na mimi ndo namba 1. Safi mdogo wangu. Hapo unanifurahisha. Sasa mimi nimekuta na kitu hichi kimoja. Unajua jana katika pita zangu hivi nilikutana na kijana mmoja. Umesikia Kidoti? Ndege wangu mwenyewe. Manati ya nini? Sasa sikia nikwambie. Nataka uchukue picha za wewe mpenzi wake umpelekee kule kwake. Salikuwepo hapa. Umeshindwa kumpa. Au madamu anamuogopa? Siogopi dudu wala mende, lakini sitaki ajue kama huu mchezo na ucheza mimi. Okay. Sawa. Twende kuangalia TV. Poa. Yuko na muhuni hivi. Amevaa uniform ya shule. Nikaona siwezi nikapita hivi. Kwa sababu nyie ndio taifa la kesho. Tunawategemea. Kwa mdogo wangu mimi nakushauri, hakikisha mdogo wangu unasoma. Kwa sababu wewe mwenyewe unaona haya maisha yetu. Na mimi najitahidi nagonga mawe na beba matofali nafanya nini kuhakikisha mdogo wangu usome ili kesho uje unisaidie mimi, dada yako na hata kaka yako pia. Sio, nielewa mdogo wangu? Nakuelewa brother. Usio kama hao. Na kingine ujue mdogo wangu, nisikuacha hivi. Unafanya nini? Wewe unajua kaka yako nilivyo mkorofi. Unajua? Shemeji yako amenikuta sasa hivi nimepoa. Yaani niliwapiga makofi. Au sio? Piga makofi kwanza, nikamkamata yule kijana aliyekuwa anamshawishi yeye mtoto wa watu, nikamtikisa, nikatupa kule, nikamkamata tena, nikamwambia wewe unanijua mimi? Akaanza kwamba unajua kaka, naomba unisamee. Nikasema nimwinginize juu au ikabidi nikamwacha. Wana nikamwangalia. Nikasema mimi siwezi nikawaacha hivi. Ni lazima muende jela. Teta, mbona umenichelewesha? Hamna, kuna kazi nilikuwa tunafanya nyumbani. Ndio maana nimechelewa.
Sasa mimi nimemaliza kazi yako. Oh, kazi nzuri. Tuone, si unazo hapo? Pesa kwanza. Toni, ina maana hata mimi uniamini? Pesa kwanza. Sawa, vipi simu yako natoa? Ndio. Okay. Nimeiona. Naweza nikurushie. Husna. Ina maana mtu asikuonyeshe bwana wake tu ushapita naye. Kwani unamfahamu Husna? Mtu akamata kwanza nikaunganisha mashati. Yaani yote, yule kijana kaanza kwa unajua mimi nyumbani maisha magumu. Sasa kunipeleka polisi mimi nitaishije? Kule polisi wanavyojua kuingia ni bure, kutoka ni hela. Nikawaza, kwanza nikafunua yule kijana. Nimwangalie kwanza ni nani? Asija kawa ni wewe. Yaani ningekukuta ni wewe mdogo wangu. Yaani ungenijua mimi ni nani hiyo siku. Sio mapigo yangu hayo blaza. Kwa hiyo ikanibidi tu nikawasamee pale, nikawaacha kila mtu akaendelea na maisha yake. Maana alikuwa amevaa kofia kama hivi kama hivi, sema hiyo kwake ilikuwa kama imetoboka. Samani kwa kuingilia maongezi yenu. Hao vijana uliofahamu? Hao vijana nilibahatika mmoja wapo yule mtoto kumvua kweli kinyago, lakini sikumfahamu. Sema yule kijana kama nikimuona mtamfahamu, yule alikuwa anamfundisha uuni. Maana ni kijana fana, anavaa mipesi hivi, anavaa kisingmendi, ana maeleni, maana kofia anaoneka kina Diamond huko ndo anavivaa, ndo yeye anavaa. Umeona? Huyo kijana atakupa ulamsi. Maana ndo anayo mapigo. Mtaa mzima anamjua yeye ndo mapigo yake. Lamso? Ina maana Lamso karudi? Mbona na muda mrefu? Ndiyo, namfahamu. Tena Toni, umefanya kazi nzuri sana. Nitakuongeza hata hela ya soda. Sawa. Hela ya soda 100,000. Hizi picha zina umuhimu gani mpaka unanipa hela ya soda 100,000? Hiyo sio kazi yako. Niachie mimi. Hizo picha utampelekea Imara? Na kazi nazo. Kazi ipi? Hiyo kazi niachie mimi. Mwanaume hafai kuwa mbea. Aftoni, kila siku ndo unaniacha. Leo nakuacha mimi. Bye. Huyu mwanamke ina maana ananichukulia mimi ni fara au? Mimi nampa picha, najua atampelekea Imara, kumbe ana kazi zake zingine. Sasa kwa taarifa yake, asipozipeleka kwa Imara, nitamuua. Angalisho na wanadamu ni moto wa kuotea mbali. Sijikuta unaelezea shida zako, kumbe wajimaliza mwenyewe. Mbona unashtuka? Natisha au?
mgeni usiyekuwa na baraka. Husna, kwa ninavyokujua wewe, sidhani kama umeridhika kuishi katika mazingira kama haya. Nahisi Kibadi atakuwa anateseka sana. Majina mabaya hayajawahi kumpendeza mtu. Ndio maana nimeamua kujificha kwenye kivuli cha ndoa. Umalaya, ukahaba, nimekuachia wewe. Sasa hivi naitwa Mrs. Kibadi. Nako ka kimombo. Kumbe ndoa raha. Teta, najua hujaja bure. Ni kipi kilichokuleta? Namtaka mume wako. Usishangae watu twaishi kwa kumanana, kikulacho kinguni. Unataka kulipiza kisasi sio? Yeah. Teta, wewe bado mtoto mdogo sana kwenye vita ya mapenzi. Tena unatakiwa uende shule ukajifunze A, E mpaka Z huko. Na mwalimu wako natakiwa kuwa mimi. Husna, usinione nimekaa kimya kwa muda, nilikuwa nakutafutia pigo. Na kwa mara hii huwezi kuchomoka. Pigo? Pigo gani? La Kihindi au la Kikorea ambapo wanapigana mapanga? Au la Kichina wanapopigana ngumi na kupaa? Ngoja nikuonyeshe, utachagua mwenyewe ni pigo gani. Mbona nimekuacha nyumbani sasa hivi? Umeenda wapi? Naenda kwa rafiki yangu. Naenda kuangalia mechi. Naomba turudi nyumbani mara moja. Hapana. Kuna mechi zangu nafuatilia huko mbele. Teta, unataka nikufanyie nini? Nimeshakwambia namtaka mume wako. Umzanie siye, usimzania ndiye. Umzanie siye, usimzania ndiye. Ino dunia kikulacho kinguoni mwako, kikulacho kinguoni mwako, kikulacho kinguoni mwako. Adui yako ni yule ambaye munakula naye, mwatembea naye, munacheka naye. Usishangae watu twaishi. Teta, sema kweli umeniweza. Lakini wale wake Kibadi afanye chochote kile ambacho kitakuwa kinyume na mimi. Nipigie simu kwanza mtu nipoze machungu yangu. Kikula ni wewe. Mishe zako haziishi. Tulikuwa sote ndani, hujaniambia una mpango wote. Pokea simu. Hamna, ni mtu wa kawaida sana. Ni mtu wa kawaida tu. Pokea simu. Achana naye tu mke wangu. Pokea hiyo simu basi. Nipokee eti? Halo. Nakuja.
Siwezi nikaikosa hiyo mechi. Si kombe la dunia leo. Nakuja zoni niangalie timu yangu Argentina. Lazima niangalie. Wewe mpuuzi, hebu nisikilize kwanza eti. Habari za mpira na mimi nakupigia simu vinahusiana nini hapo? Hebu nisikilize kwanza, huo mpira mimi unanihusu nini? Hata usiwazi. Nakuja sasa hivi. Sawa. Alikuwa ni rafiki yangu hapo, naenda kuangalia mpira. Kwa hiyo rudi nyumbani. Tutaonana, nitarudi baadaye. Sawa. Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na dunia, akatuachia amri kubwa, ni upendo. Tupendane, leo imekuwa tofauti na jana. Tunaishi kwa kusalitiana, tunaishi kwa kumbana, kikulacho kinguoni mwako, kikulacho kinguoni mwako. Rafiki anaweza kamsaliti mwenziwe, na mume anaweza kamsaliti mkeo, na mke anaweza kamsaliti